Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali. Ni siku nyingine, siku nzuri ya Jumatatu, siku rafiki kabisa ambayo Mungu ametupa. Kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao unaendelea kufuatilia mafundisho yetu. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante kwa ajili ya wema wake na fadhili zake. Tunaendelea na somo ambalo tunatembea nalo ndani ya wiki hii tena. Tunatembea na somo ambalo tunasema mavazi 10 ambayo adui anawapenda kuwavisha watu ama anawavalisha watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yako mavazi 10, tuliangalia vazi la kwanza, vazi la pili, vazi la tatu, vazi la 4, vazi la 5, na leo tunaenda vazi la 6, na leo ni siku ya Jumatatu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tuende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu kwanza asubuhi leo, tukamwambia Mungu asante kwa ajili ya matendo makuu ambayo ameyatenda katikati yetu. Tuende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa ajili ya wakati una majira haya. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya mtumishi wako huyo Bwana ambaye anaendelea kufuatilia mafundisho yetu. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, siku nzuri ya Jumatatu. Mungu umeendelea kuwa mwema na mwaminifu kwetu. Umetulinda, umetupigania, haujatuacha wala kutupungukia. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Tunasogea kwako asubuhi ya leo Bwana, Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, tukiomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Damu yako Bwana inaonena mema. Hikanene mema majira haya, hikanene mema wakati una majira haya. Ninaomba toba kwa ajili ya watumishi wako hawa Bwana, kila mmoja aliyoko mahali hapa asubuhi ya leo, hata anayefuatilia mafundisho yetu. Damu yako Yesu inaonena mema, hikanene mema majira haya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Roho Mtakatifu karibu, tuhudumie, tufundishe, tuelekeze tupasayo. Ni katika jina lako Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kukaribisha tena. Kama nilivyosema, tunaendelea na darasa letu. Tunaendelea kujifunza yale mavazi ambayo adui anapenda kuwavalisha watu kwenye ulimwengu wa roho. Nilikwambia, kama nakumbuka, nikasema kwenye ulimwengu wa roho adui ana mavazi ambayo anawavalisha watu, na hayo mavazi yanazalisha tabia. Kwa hiyo kama mtu alikuwa na hana hiyo tabia, adui akimvalisha hiyo vazi kwenye ulimwengu wa roho, hayo mavazi yanageuza kuwa na tabia, anamgeuzia inakuwa tabia. Na moja tuliangalia mavazi, vazi la kwanza, vazi la pili, la tatu, la 4. Leo ni vazi letu la 6, na tutaliangalia vazi la 6 ambalo adui anawavisha watu, ni vazi la umaskini. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu, vazi la 6 ambalo tunaliangalia ni vazi la umaskini. Moja ya kitu ambacho naomba unisikilize kwa makini mtumishi wa Mungu, umaskini katika Biblia sio tu kitu cha kukosa fedha au mali, bali ni hali ya upungufu na uhitaji upungufu wa uhitaji wa mambo ama vitu vya msingi katika maisha ya mtu, pamoja na kukosa neema, baraka, uwezo, kustawi. Biblia inaonyesha kwamba umaskini unaweza kuwa kimwili au kiroho. Narudia tena, tunapozungumzia adui ana uwezo wa kuvalisha vazi la umaskini, nisikilize kidogo. Nikasema umaskini katika Biblia sio tu kukosa fedha au mali, bali ni hali ya upungufu ama uhitaji ama mahitaji ya msingi katika maisha ya mtu, pamoja na kukosa neema, baraka, uwezo, kustawi. Biblia inaonyesha kwamba umaskini ni uwezo, umaskini unaweza kuwa ni umaskini wa kiroho ama wa kimwili. Kwa kwenye ulimwengu wa roho, adui ana uwezo wa kuvalisha umaskini wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ulimwengu wa roho, adui kila unapopita kikuvalisha lile vazi la umaskini wa kiroho, kila unapoenda watu wanaona tu huyu hana kitu, huyu hana chochote huyu. Na kwenye ulimwengu wa roho matokeo analeta ile roho ya umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo watumishi wa Mungu. Ukisoma ile Mithali 10 mlango wa 15, mali ya tajiri anasema hivi, mali ya tajiri. Acha nisome tena vizuri hiyo Mithali 10 mlango wa 15. Mithali 10 mlango ule wa 15. Ni neno ambalo natamani tulisome. Mithali 10 mstari wa ngapi jamani? Wa 15. Neno la Mungu linasema hivi. Asante Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linatuambia hivi, ule mstari wa 15. Mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu. Sio, umenielewa? Anaposema mali yake tajiri ni mji wake wa nini? Wa nguvu. Mungu anazungumzia kwa habari ya utajiri huu wa kifedha. Kwa kumbe pia ili mtu tumuite tajiri ni mtu ambaye ana vitu. Yaani vinaunganisha vitu, amani, afya. Huyo ni mtu ambaye yuko na utosherevu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukisoma Korintho wa pili, huyo Yesu ambaye amesema kwenye ile wa Korintho wa pili sura ya 8, wa Korintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9, anasema hivi, alikuwa maskini kwa ajili yenu
ili ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Huyu Yesu huyu ambaye tunamwabudu, ambaye tunamtumikia, yeye aliubeba umaskini wetu ili sisi tuwe nini? Matajiri. Kwa lugha nyingine, alilibeba lile vazi la umaskini, aliliondoa kwetu, alilivua kwenye maisha yetu ili sisi tupate kuwa matajiri. Kwa nilizungumza na watu mahali nikasema umaskini sio mpango wa Mungu. Usikasema toa Mungu bwana basi ndio kakusudia niwe na maisha haya. Sio kweli. Umaskini sio mpango wa Mungu. Ni adui ambaye ndo anatuvalisha ile vazi la umaskini. Narudia tena, hebu jipige kifua, mwambie umaskini sio sehemu yangu. Umaskini sio Mungu ameuleta kwa ajili yetu. No, umaskini sio sehemu ya maisha yetu. Kwani kwa sababu pale msalabani Yesu alifanyika maskini ili sisi tupate kuwa matajiri. Kwa adui ana uwezo wa kuvalisha ile vazi la umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu kama 7 vinavyosababisha roho ya umaskini. Kuna mambo kama 7 yanayosababisha roho ya umaskini. Lakini pia tutaenda kuangalia dalili za umaskini. Kuna mambo kama 7 yanayosababisha umaskini. Dalili ya kwanza ni uvivu. Sababu ya kwanza inayosababisha umaskini ni uvivu. Mithali 6 ule mstari wa 10, neno la Mungu linasema hivi. Kwenye Mithali 6 ule mstari wa 10. Neno la Mungu linatuambia hivi. Mithali 6 ule mlango wa 10. Mithali 6 ule mlango wa 10. Mithali 6 ule mlango wa 10. Maandiko yanasema hivi, Mithali 6 mlango ule wa 10. Anasema bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Ule mstari wa 11 ukiendelea anasema vivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Anapozungumza anasema, narudia tena mstari wa 10, bado kulala kidogo. Yaani kwa lugha nyingine ninaposema dalili ya vitu vinavyosababisha umaskini kasema ni uvivu. Yaani mtu anaamka saa 4, mtu anaamka saa 3. Ukitengeneza hayo maisha ya kuishi kuamka saa 2, saa 3, hiyo ni roho ya umaskini unaiita. Ndio maana anasema kuamka kidogo, kusinzia kidogo, kulala kidogo. Anazungumza hiyo kwenye hiyo mithali. Kwa moja ya dalili vitu vinavyosababisha umaskini ni roho ya uvivu. Na hii roho ya uvivu ni adui anaipanda ndani ya mtu. Tuliangalia juzi kama nakumbuka. Uvivu, mtu anakuwa mvivu, hawezi kuamka, hawezi kujituma, hawezi kufanya kazi, hawezi kujishughulisha. Kwa hiyo roho ya uvivu inasababisha nini jamani? Umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni nini? Sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ya roho ya umaskini, sababu ya pili ya umaskini inayosababisha umaskini, kukosa maarifa. Hosea 4 mstari wa 6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa moja pia kitu kinachoweza kusababisha umaskini ni roho ya kukosa maarifa. Kuna mtu anaweza kaa na akili, ana uwezo wa kukaa hapo nyumbani akafuga kuku, akafuga akalima, akafuga bata, akafanya chochote, akaweka akapanda chochote, akauza. Yeye kwa sababu amekosa maarifa, anaweza kafa akiwa maskini. Kwa sababu nyingine inayosababisha watu wafe kwa maskini ni roho ya kukosa nini jamani? Maarifa. Niliwaambia watu mahali fulani, kuna kijana mmoja ambaye ana nguvu kabisa, ana miaka kama 22. Anaambia mtumishi wa Mungu, mimi nilikuwa nahubiri maarifa. Anaambia mtumishi wa Mungu, mimi sina kazi, maisha magumu, sio nini na nini. Nikamwambia bwana, maisha magumu hivi kweli umeshindwa kufanya chochote? Akamwambia mtumishi wa Mungu, siwezi kufanya chochote. Nikamwambia sio kweli. Sema tu hauna. Niliwaambia watu mahali fulani, sio kwamba pesa hamna. Sema hauna akili ya kutafutia nini? Pesa. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Kwa nikamuuliza yule kijana, nikamwambia wewe umeshindwa kufanya chochote? Akamwambia mtumishi wa Mungu, mimi sina chochote. Nikamwambia sikia nikwambie, sio kwamba uwezi kufanya chochote, ila tu hauna ubunifu. Nikamwambia nakufundisha kitu. Nikamwambia nakupa mtaji wa shilingi 20,000. Huu mtaji wa 20,000 nenda Kariakoo. Nikamwelekeza, nikamwambia nenda Kariakoo na nitakupeleka ikiwezekana. Kachukue CD. Hizi CD wanazouza, wanabani wanauza. CD moja inauzwa shilingi 500 mpaka 700. Nikamwambia ukichukua CD za 20,000 ukianza kuzitembeza watu wanazitafuta hizo CD. Akamwambia mtumishi kweli naweza? Nikamwambia ndio. Nikamfundisha. Nikamwambia pia kwenye hiyo 20,000 chukua CD za 10,000, chukua na flash za 5,500 mbili. Tembea nazo. Mtu anayetaka flash unamuuzia. Mtu anayetaka CD unamuuzia. Kwa 20,000 akaenda kanuni kapa ile mtaji. Kweli akaanza biashara ile. Akaanza kuzungusha CD barabarani huko, anauza. Sasa hizi nilivyokuambia ana ofisi yake ya kuuza CD na kukodisha CD. Kwa nini ambacho nataka niseme kwamba kuna watu wengine roho ya umaskini inakuja kwao, ama adui anakuvalisha vazi la umaskini ili ushindwe kufikiria, ushindwe kuwaza. Yaani upo tu nyumbani. Kuna mwingine mama ananiambia mimi ni mtu wa nyumbani tu, hawezi kufanya chochote.
hawezi kufuga, hawezi kulima, hawezi hata kufanya chochote pale nyumbani, akapika hata mandazi. Sasa hapo usiniambie hiyo ni roho ya umaskini. Hilo ni vazi ambalo adui anapomvalisha mtu anashindwa kufikiria. Ndio maana anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini jamani? Maarifa. Kwa nikakwambia hiyo ni sababu ya pili ya roho ya umaskini, inayosababisha roho ya umaskini. Sababu ya tatu ni laana za kifamilia au za ukoo. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 15. Anasema utaraniwa utokapo, utaraniwa uingi hapo. Kwa kuna watu wengine ambao wanatembea na laana za umaskini zinatoka kwenye familia. Adui anakuvalisha vazi la umaskini la ukoo wenu. Ndio maana kuta kuna ukoo fulani wote hakuna hata mwenye kipato. Hakuna yote ambaye ana uwezo wa kumsaidia ndugu yake. Hakuna yote ambaye ana uwezo wa kumsaidia familia. Yaani wote maisha yako yamestaki. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho adui pia ana uwezo wa kupandikizia roho, yani ni jamani, roho ya umaskini. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo tukakatae kila vazi la umaskini la kifamilia, tukarivue. Na dalili mojawapo ya kujua kwamba kwenye familia hii ni roho ya umaskini imetoka kwenye familia, nitakuelekeza baadaye. Moja ya dalili ambayo itasababisha, wacha niseme kabisa, moja ya kitu ambacho kinasababisha ujue kwamba hii ni vazi nimevalishwa vazi la umaskini wa kifamilia, ni roho ya umaskini ya kifamilia ambayo ya kufanana. Yeye unamuona babako naye alikufa maskini, hata baisikeli hana, hata pikipiki, amekufa hivyo. Ameishia kupanga nyumba za kupanga mpaka amekufa. Wewe watoto wako au wewe mwenyewe pia unajuta huko kwenye maisha. Ukiona hivyo ni roho za kifamilia. Au unatazama baba zako wadogo au baba zako wakubwa. Kwa lugha nyingine, roho ya umaskini ya kifamilia ni ile roho ya kufanana maisha ya kifamilia. Unaangalia watoto wa baba mkubwa, watoto wa baba mdogo, watoto wa kaka babako mkubwa, wote wako kwenye hizo roho, kwenye hiyo roho ya umaskini. Ukiona hiyo dalili, ujue hapa ni roho ambayo imetoka kwenye nini jamani? Kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikasema sababu nyingine ni laana za kifamilia au za ukoo. Dalili nyingine, sababu nyingine ni kutokutoa sadaka au zaka. Hapa nataka nikazie vizuri watumishi wa Mungu. Usipotoa zaka, naposema zaka ni ile sadaka ambayo Mungu amesema ni sehemu ya 10 ya mapato yako. Usipotoa zaka. Na watu wengine hapa wakiambiwaga ndio wanaona watumishi wachungaji wanataka sadaka. Sio kweli. Nataka nirudie tena. Agizo la kutoa sadaka, zaka ni la Mungu mwenyewe. Kwa sababu moja wapo ambayo inasababisha watu wawe maskini ni kutokutoa zaka. Nasema kama mchungaji, nasema kama mtumishi wa Mungu. Popote ulipo, usiache kutoa zaka kwenye kanisa unalosali. Usiache kutoa zaka kwa wachungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema zaka ni ile sadaka ya sehemu ya 10. Mungu amekupa 50,000, sehemu ya 10 yako ni shilingi 5,000. Ipeleke kwa uaminifu. Usipopeleka, maandiko yanasema kwenye ile Malaki 3 mstari wa 8. Wacha nisome kidogo ili andiko. Malaki 3 mstari wa ngapi jamani? Mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi, Malaki 3 mstari wa 8. Ule mstari wa 8 maandiko yanasema hivi, bali mimi hakika, ni Malaki, sio Mika. Malaki 3. Nilisoma Mika tena. Malaki 3 mstari wa 8. Mtakatifu some hapo. Nataka nikusomee ile andiko ili kumbuka, nimekwambia sababu nyingine ni kutokutoa nini jamani? Zaka au fungu la 10. Hiyo ni sababu pia ya kusababisha umaskini. Kwa kuna watu wanapigwa na roho ya umaskini sio kwa sababu wamefanya chochote, ni kukosa kupeleka zaka. Na mtu mmoja aliniambia, mtumishi wa Mungu, ujue zaka bwana, mimi napata kipato changu shilingi 2,000 kwa wiki. Nikamwambia 200 sio yako. Peleka kwa uaminifu hiyo 200. Usione ni ndogo. Mungu anatazama sio kwa udogo. Na ndio maana maandiko yanasema, wacha nisome kabisa hiyo Malaki 3 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi, ule mstari wa 8 anasema hivi, ule mstari wa 8. Je, wanadamu wamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Nanyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi. Maana taifa hili lote leteni zaka kamili, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sintawafungulia madirisha ya mbinguni, kuwamwagia baraka hata kiwemo hata kusiwepo na nafasi ya kutosha, au la, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mizabibu wenu hautapunguka na matunda yake kabla ya wakati katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Sasa ukiendelea hapo chini, ukianzia ule mstari wa kwanza, hiyo Malaki 3,
Utaona vile ambavyo Mungu anawaambia watu. Kwa nimekwambia sababu nyingine inayosababisha watu wapigwe na roho ya umaskini ni kuto kutoa zaka. Hiki nakwambia na macho makavu kabisa. Kama mchungaji wako hajakwambia, mimi nakwambia peleka zaka kanisani kwako. Peleka zaka kwa watu. Mungu anaweza kukuelekeza peleka sadaka madhabahuni, au peleka kwa mchungaji fulani, au peleka kwa wajane, au peleka kwa yatima. Toa zaka kwa uaminifu. Hiyo roho ya umaskini utaisikia tu kwa watu. Watu wanapigwa roho ya umaskini kwa sababu hawatoi zaka. Sasa Mungu anazungumza kabisa, anasema unaniibia mimi. Umeniibia nini? Zaka na dhabihu. Kwa jitahidi sana mtumishi wa Mungu, ili roho ya umaskini siwepo kwenye maisha yako. Ili ujitenge na roho ya umaskini kwenye familia yako. Kwa lugha nyingine, unapopeleka zaka kwenye madhabahu, unapoachilia zaka kwenye madhabahu, unamruhusu Mungu aingilie kati kupiga roho ya umaskini, kukuondoa kwenye laana za ukoo za umaskini. Kwa unapotoa zaka kwa uaminifu kwenye madhabahu ya Mungu, unapopeleka zaka kwa uaminifu kwenye kanisa la Bwana, unapopeleka sadaka kwa watumishi, kwa wachungaji wako wa kiroho wanaokolea kiroho, unapopeleka kwa wajane, kwa yatima, unapobeba sadaka yako, mchungaji niombee sadaka yangu hii hapa, ukamtumia mchungaji au kwenye sadaka yako, au ukapeleka kanisani, mchungaji akatamka neno, kwenye ulimwengu wa roho, ile zaka inakutenga na roho ya umaskini. Hata kama kwenye familia kulikuwa na roho ya umaskini, ile sadaka yako ya zaka inakuondoa kwenye lile wingu la kifamilia la umaskini, inakudisconnect. Kwa moja sababu nyingine ambayo inasababisha watu wapigwe na roho ya umaskini ni kutokupeleka zaka. Narudia tena, watumishi wa Mungu, hakuna mchungaji atakayekwambia zaidi ya hiki ninachokueleza. Usipopeleka zaka kwa uaminifu kwa mchungaji wako anayekulea kiroho, anayekutunza kiroho, usipopeleka madhabahuni kwako nako sari, unapoabudu kwenye hiyo madhabahu inayokulea, utapigwa na umaskini mpaka utasema jamani, utabandikwa mikono, utamwagiwa mafuta, utabandikwa miguu, utapigwa na fimbo, utakula keki, utaishia kwenye umaskini. Jambo la kwanza, peleka zaka kwa uaminifu. Na ndio maana nikamwambia watu mahali fulani, nikasema hivi, Mungu haangalii kiwango cha ile zaka yako, anaangalia umetoa kwa uaminifu. Amekupa shilingi 10,000, peleka shilingi 1,000, sio yako. Bwana Yesu asifiwe. Amekupa shilingi 5,000, shilingi 500, sio yako, ni ya Bwana. Peleka kwa uaminifu. Mtu mmoja kaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi naokota tu makopo, sina chochote. Nikamwambia, mtumishi wa Mungu, pale unaposali ama kwa mchungaji ambao unamsikia Mungu anakusukuma upeleka ndani sadaka kwake, peleka hiyo 500 kwa uaminifu ya yale makopo uliyouza. Umeuza shilingi ngapi? 5,000. Kwa wiki unauza shilingi ngapi? 10,000. Peleka kwa uaminifu. Hiyo roho ya maskini utaisikia tu kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sababu ya ngapi jamani? Ya 6. Ya 4. Sababu ya 5 ni dhambi na kutomtii Mungu. Dhambi na kutokumtii Mungu inakupiga roho ya umaskini. Kumbukumbu la Torati sura ya 28, utasoma kwa muda wako mstari wa kwanza utasoma mpaka ule mstari wa 15 mpaka wa 13. Lakini ukiendelea kule chini utaona maandiko yanasema, utakapomsikiliza Bwana Mungu wako kwa bidii na kuyatenda yote ni kuagizayo leo, ndipo baraka hizo zote zitakujia na kukupata. Kwa kumbe Mungu ameahidi baraka kwa wale wanaomtii Mungu, wanaosimama katika ahadi ya Mungu, wanaomtegemea Mungu. Mungu anaachilia baraka. Lakini ukienda kinyume, usipomsikiliza Mungu, anaachilia laana. Ukishuka kule chini utaona utaraniwa mjini, anaposema kazi ya mikono yako itaraniwa, utakufa maskini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moja ya vitu ambavyo vitakusaidia mtumishi wa Mungu, sababu zinazosababisha watu wapigwe kwenye roho maskini, mheshimu Mungu, jitunze, ishi maisha matakatifu, usiwe mtu wa michanganyo. Kuna mtu mwingine yuko kanisani, kesho yuko kwa mganga. Yuko kanisani, yuko anafanya vitu vya ajabu. Niliwaambia binti moja, akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi maisha yangu ni magumu, sio ni nini. Akaleta mambo mengi. Lakini nikaangalia maisha yake ni maisha mabaya. Anatembea na waume za watu, anaiba huyu, mkorofi huyu, mlevi. Hapo nategemea Mungu atakubariki? Hawezi kubariki. Mungu anawabariki wale ambao watu wapo kwenye maisha ya utakatifu. Hiyo ni jambo la 5. Jambo la 6 ni roho ya ubinafsi. Roho ya ubadhirifu. Roho ya ubadhirifu. Unaposema roho ya ubadhirifu, yani wewe ni mtu amekupa kitu, unahujumu kutumia, yani kwa lugha nyingine wamekupa vitu mahali fulani, wewe unavitapanya. Naposema ubadhirifu ni kama kutapanya. Mtu amekupa 500,000, unaitumia yote leo. Kwa lugha nyingine, kutokuwekeza, kutokuwa na mipango mizuri ya fedha, kutokuwa na nidhamu, unaweza kaisha kwenye umaskini. Umepata 100,000 unaitwanga leo. Umepata 200,000 unaitwanga leo. Lazima uelekee kwenye umaskini. Kwa sababu nyingine ni kutokutumia pesa. Kwa nini jamani? Kwa mipango. Usome ile Injili ya Luka sura ya 15 mstari wa 13, utasoma kwa muda wako kwa sababu ya muda wangu. Lakini jambo la 7 kwenye sababu ya nini watu wanapigwa na roho maskini ni vifungo vya kiroho. Naposema vifungo vya kiroho, kwenye ulimwengu wa roho, adui
ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kushikilia. Ndio kama nilivyosema, anakuvalisha vazi. Bwana Yesu asifiwe. Anakuvalisha vazi la kipepo. Soma ile Injili ya Luka sura ya 13, acha nisome. Injili ya Luka sura ya 13. Neno la Mungu linasema hivi. Ule mstari, Injili ya Luka sura ya 13 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema hivi. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kunyoka kabisa. Yesu alipomwona alimwita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Kwa nimekwambia pia vifungo vingine vinavyoweza kusababisha roho ya umaskini ni nini jamani? Ni vifungo vya kiroho. Kumbuka huyo mama alikuwa anaumwa. Kumbuka kama alikuwa anaumwa hawezi kufanya tena kazi. Kwa alishia kwenye umaskini kwa sababu hawezi kutembea. Hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo vifungo vya kiroho vinaweza kusababisha kupigwa na roho ya umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Ziko dalili chache nazitaja tu haraka haraka. Dalili 10 dalili 10 za mtu aliyevalishwa vazi la umaskini. Ziko dalili kama 10 za mtu ambaye amevalishwa vazi la umaskini. Jambo la kwanza, kufanya kazi sana lakini hakuna maendeleo. Hiyo ni dalili ya kwanza. Ukiona dalili ya kwanza, unafanya kazi sana, unajituma, lakini hakuna maendeleo, ujue ni dalili ya kwamba umevalishwa vazi la umaskini. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 38 utasoma kwa muda wako. Dalili ya pili, kupata pesa lakini zinapotea haraka. Yaani kwamba kuna mtu anapata pesa lakini zinapotea. Ile Hagai ambayo tumesoma, ile Hagai ambayo tulisoma kama nakumbuka, ile Hagai, kile kitabu cha Hagai ambacho tulikisoma, nimekwambia dalili nyingine pia. Kumbuka nikakwambia dalili ya kwanza, kufanya kazi lakini maendeleo ni kidogo. Yaani unafanya kazi lakini unapata faida kidogo. Lakini pia nimekwambia dalili ya pili ni kupata pesa lakini zinapotea haraka. Hiyo ni Hagai 1 mstari wa 6. Hagai 1 mstari wa 6. Acha niusome kidogo hiyo Hagai 1 mstari wa 6. Sio kama nitaiona haraka. Okay, Hagai 1 mstari wa 6. Sasa moja ya vitu ambavyo nilikuwa nataka niseme mtumishi wa Mungu kwenye ile eneo, ninaposema unapata pesa na zinapotea ama zinatapanyika, ni kwamba usiposimama na Mungu, usiposimama kuomba kwenye ulimwengu wa roho. Kuna watu ananiambia, mtumishi wa Mungu, mimi napata pesa lakini zinapepesuka, lakini zinapotea, zinaharibika. Naomba utasoma kwa muda wako kwa sababu ya muda wangu. Naomba utasoma kwa muda wako, ndio maana nakusomea maandiko. Hagai 1 mstari wa 6. Kwa kwenye ulimwengu wa roho, ukiona unapata pesa lakini zinapotea haraka, ya unashika tu unapotea, kwenye ulimwengu wa roho umevalishwa vazi la umaskini. Dalili ya tatu, madeni yasiyoripika ama madeni yasiyoisha. Ile Mithali utasoma kwa muda wako, Mithali 22 mstari wa 7. Ninaposema madeni yasiyoisha, yao unakopa huku unalipa hapa. Unakopa kwa Ima, unalipa kwa Joshua. Joshua unamkopa kwake, unalipa kwa Abdara. Unalipa kwa Abdara, unakopa kwa Joshua. Hivyo, yani madeni ya kuzunguka, madeni yasiyoripika, yasiyoisha. Hiyo ni moja ya dalili ya kuvalishwa vazi la umaskini. Yaani kwamba unachukua huku unalipa huku, unachukua. Hiyo ni vazi kamili kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya 4, kukosa fursa nzuri mara kwa mara. Mhubiri 9 mstari wa 11. Yaani fursa ambazo itakiwa wewe upate pesa, wewe ndio unapishana nazo. Unashangaa tu Friday, watu walikuwa na kazi mahali fulani wamepata hela, wewe huko tu hapo. Kukosa fursa nini jamani? Nzuri za mara kwa mara. Ukiona hizo dalili zinakuandama, itakiwa uitwe mahali kazini, unakataliwa. Umeenda kwa primary fulani, umekataliwa. Hiyo ni moja ya dalili ya kuvalishwa vazi la nini jamani? La umaskini. Jambo la 5, kula kwa shida na upungufu wa mahitaji. Yaani kula kwenye kwa shida, yaani ukiona unatafuta chakula kwa shida, kula tu kwenye kwa shida, ujue ni vazi ambalo adui amekuvalisha la umaskini, na leo nataka tulikatae kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma kwa muda wako Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 48. Dalili ya 6, kuishi maisha ya chini ya viwango kila wakati. Yaani wewe kila kitu, kila siku, yani unaishi maisha ya chini. Hauwezi hata kuinuka. Yaani huko hapo miaka 10. Huko kwenye chumba kimoja cha kupanga, miaka 15. Huko kwenye chumba kimoja hapo na watoto wanakuwa huko mama chumba na sebule. Hiyo ni roho ama ni dalili mojawapo ya vazi la nini jamani? La umaskini. Utasoma kwa muda wako hiyo Mithali 13 mstari wa 23. Lakini dalili ya 7, kutoona matunda ya jasho lako. Yaani unafanya kazi kwa nguvu lakini hujawahi kufurahia matunda. Yaani unakula wengine, unawafaidisha wengine. Hilo ni moja ya dalili ya kuvalishwa vazi la nini jamani? La umaskini. Jambo la 8, hiyo nimesema tutasoma hiyo Ayubu 20 mstari wa 18. Nimesema kutoona matunda ya jasho lako. Yaani unapambana lakini huoni matunda ya jasho lako. Dalili ya 8, kukataliwa kifedha. Kukataliwa kifedha au kukosa msaada.
Ninaposema kukataliwa kifedha ni kila unapoenda unashika pesa, mara zinapotea, mara unakosa, mara unakataliwa, mara unadhulumiwa. Ukiona hiyo dalili ya kudhulumiwa, yani unapishana na pesa, hiyo ni vazi la umaskini linakuandama ama limekushikilia ama umevalishwa. Dalili ya 9 nimesema kukataliwa kifedha au kukosa msaada. Nimesema Zaburi ya 109 ule mstari wa 109 ule mstari wa 10. Zaburi ya 109 mstari wa 10 utasoma kwa muda wako. Lakini pia dalili ya 9, kuwa na mipango mingi isiyofanikiwa. Yaani una mipango, nitanunua kiwanja. Miaka inaenda na miaka 45, hauna hata kiwanja. Na utanuntalii mtajenga, nyumba inaishia tu hapo imekaa. Yaani unakuwa na mipango lakini isiyokuwa na mafanikio. Hiyo ni dalili mojawapo ya 9 ya kujua kwamba hapa nimevalishwa vazi la nini jamani? La umaskini. Hiyo Mithali 21 mstari wa 5. Lakini dalili ya mwisho ni kuishi kwa kubangaiza. Yaani unaishi kwa kubangaiza, uokote 200. Yaani maisha yako ya kubangaiza, haujui kesho yako utaishije. Hizo ni dalili za roho ya kuvalishwa roho ama vazi la umaskini. Natamani tuwe tukaombe, mtumishi wa Mungu. Nimekuelezea hizi dalili, nimekuelezea na sababu zinaweza kusababishwa kuvalishwa na adui vazi la umaskini. Mimi nataka tukaombe. Kama umeona hizi dalili mojawapo unazo, nataka tukakatae. Tuite damu ya Yesu katusafishe. Kama kuna mahali tulikosea, tuite damu ya Yesu. Nimekwambia ni mavazi ambayo adui anapokuvalisha hata ungeenda popote. Usipojua ufunuo, usipoelewa haya maandiko, utapotea, utaishia kufa ukiwa maskini. Natamani tu tukaombe mbele za Mungu asubuhi ya leo. Tukaombe. Nifuatishe maneno haya. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya ufunuo huu. Nimelisikia neno lako. Baba, umesema nami, umenifundisha Bwana. Nimeona kumbe kwenye ulimwengu wa roho adui anavalisha watu vazi la umaskini. Yamkini Bwana, nimevalishwa vazi la umaskini, na ndio maana kila ninachokifanya hakiongezeki, kimedumaa. Kila ninachofanya kimeishia kupotea. Pesa zinayeyuka, pesa zinapotea, roho ya kutapanya. Asubuhi ya leo ninaomba toba kwa ajili ya huo mlango ambao adui aliutumia kunivalisha hilo vazi la umaskini kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba kwa ajili ya hilo vazi nililovalishwa la umaskini. Kama kuna mlango niliufungua mwenyewe kwa mienendo yangu, kwa tabia zangu, kwa mwonekano wangu, leo ninatubu kwa damu ya Yesu. Leo ninatubu kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Damu yako Bwana inaonena mema, ikanene mema asubuhi ya leo, ikanene mema juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu, juu ya nafsi yangu. Kama kuna kosa nililolitenda Bwana, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu. Kama kuna uharari wa pepo kunishikilia na kunifunga, kunivalisha sura ya umaskini na roho ya umaskini, roho ya kukataliwa, roho ya kushindwa, roho ya kutokupokea vitu, roho ya kuishi maisha ya shida, leo ninatubu kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Damu yako Bwana ikafute, ikaondoe hiyo laana ya umaskini kwa damu ya Yesu. Hilo vazi la umaskini kuanzia sasa nalikataa leo, nalikataa leo. Hilo vazi la umaskini toka kwangu. Achia maisha yangu, achia jina langu, achia kibali changu, achia sura yangu. Navua hilo vazi la umaskini, nalivua leo, nalivua leo, nalipangua leo. Hilo vazi la umaskini nalivua leo kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Nalivua hilo vazi la umaskini, nalivua hilo vazi. Sio maskini mimi, najitenga kabisa na hilo vazi la umaskini. Hebu fungua kinywa chako, mtumishi wa Mungu, omba na mimi nakuombea. Kataa kabisa hilo vazi, mwambie adui, sikia, mimi sio maskini, sintakufa umaskini. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu tulichosoma Wakorintho wa pili sura ile ya 8 mlango wa 9, yeye alifanyika maskini ili tupate kwa matajiri. Tukaombe, tumie hilo andiko na mimi nakuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo na Nazareti hai, ninamleta mama huyu Bwana, ninamleta binti huyu, ninamleta na baba huyu na kijana huyu na yeyote ambaye anafuatilia mafundisho haya. Bwana, tazama, tumejifunza moja ya mavazi ambayo adui anawavalisha watu ni vazi la umaskini. Tazama hii familia Bwana, wanapambana kufanya kazi, wanajituma sana, lakini mwisho wa siku pesa zinapotea. Wengine machuma uleta anachukua pesa zao, wengine vitu vinakufa, wengine wanaanzisha vitu vinaoza, vinakufa. Asubuhi ya leo ninasimama kinyume na hilo vazi ambalo shetani umewavalisha watu wa Mungu, vazi la umaskini. Toka, achia leo. Achia maisha ya mama huyu, achia maisha ya binti huyu, achia nafsi yake. Roho ya umaskini naivua leo. Achia maisha ya mama huyu, achia maisha ya baba huyu, achia nafsi yake. Roho ya kukataliwa, roho ya kupoteza, roho ya kuharibikiwa, na ikataa leo, na ipiga roho ya umaskini, roho ya kutapanya. Toka, achia mikono yake.
toka, achia miguu yake, achia mikono yake, atenda popote, atabarikiwa huyu. Nampatanisha na ardhi, nampatanisha na hewa, nampatanisha na anga, nampatanisha na kibali na neema na ulinzi kwa jina la Yesu. Natamka upako, natamka neema, natamka ulinzi, natamka uweza kwa jina la Yesu Kristo analeta hai. Namwombea mama huyu, kamuinue Bwana, kamtetee Bwana, linda watoto wake, linda familia yake, linda nyumba yake, linda utumishi wake. Ninavua kabisa hilo vazi la maskini, nalivua kabisa hilo vazi la kukataliwa kuanzia leo, nalivua. Natamka baraka ya kukubarika, akaheshimike, atashika pesa huyu. Napatanisha na Dora. Hebu sema hayo maneno, sema nawe kwa kinywa chako, mwambie najipatanisha na Dora, najipatanisha na pesa, najipatanisha na pesa za Tanzania, iwe ni 1,000, iwe ni 500, iwe ni 10,000, iwe ni milioni 5, iwe ni bilioni. Najipatanisha na pesa zote, nitashika, zitaingia kwenye akaunti zangu kwa damu ya mwana kondoo. Hebu jitabirie mwenyewe, mwambie najipatanisha na Dora, najipatanisha na Yulo. Natamka upako wa kupokea fedha. Mungu akuinulia watu wataka connect na kazi sahihi na ajira sahihi. Pokea hiyo neema, pokea hicho kibali. Wewe sio maskini, hilo vazi limevuka. Wewe ni tajiri na kupatanisha na watu wema. Mungu akakuinulia watu watakao kushika mkono. Pokea hiyo neema. Mungu akakuinulia watu watakao kusaidia, watakao kukupa kazi, watakao kukupa ajira. Mungu akakuinulia watu watakao kukutanisha na fedha. Pokea hiyo neema asubuhi leo. Nami nakuombea Mungu wetu na baba yetu, kwa pamoja na mama huyu, ukamlinde na kumtunza. Nami ninatamka baraka kwake kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Unaweza kaachilia sadaka yako kwenye ibada hii. Hakuna ibada ambayo haina sadaka. Achilia sadaka yako kwenye namba ya Lipa namba ya Voda ambayo inapita kwenye skrini zetu. Unaweza kaachilia sadaka yako ile ambayo Mungu anakusukuma. Na mimi wache niombe kwa ajili ya hiyo sadaka. Unaweza kaachilia kwenye hiyo namba inayopita kwenye hiyo skrini, lakini pia unaweza kutuma hata kwenye namba ya simu, vyovyote vile. Lakini usiache kusema hii ni sadaka yangu. Na Mungu akubariki sana. Wache niombe. Mungu wetu na baba yetu, tunakushukuru sana. Wako watu ambao maadui walichukua sadaka wakapeleka kwenye miungu yao, wakawatamkia laana ya umaskini watu hawa. Nami ninatamka baraka, kuinuliwa, kufunguliwa. Sadaka ikawatetea na kuwapigania. Ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini na kushukuru pia. Amen. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Tunakaribisha tena kesho asubuhi, siku ya Jumanne, kwenye ibada yetu tena ya Morning Glory. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Usiache kushare na kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata mafundisho kila siku, na Mungu akutunze, Mungu akulinde. Amen.